Bismillahirrahmanirrahim. Leo katika halqa ya 8 tutazungumzia mmoja katika watu wenye udhur wa kufunga mwezi wa Ramadhan, yani ambao wanaruhusiwa kula mchana wa Ramadhan, ambaye ni alhaidhu wan nufasa, yani mwanamke mwenye hedhi na mwanamke mwenye nifas. Mwanamke mwenye hedhi na mwanamke mwenye nifas hawaruhusiwi kufunga, bali watakula mchana wa Ramadhan katika haya masiku ambayo watakuwa katika hedhi au nifas, na watalipa baada ya Ramadhan. Imekuja katika hadithi ya Muadha radhiyallahu anha, hadithi ambayo imethibiti katika sahihain, yani sahih al-Bukhari na sahih Muslim. Anasema, nilimuuliza Aisha radhiyallahu anha, faqultu, nikasema, ma balu al-haidhi taqdi as-siyam, inakuwaje mwanamke mwenye hedhi analipa funga wala taqdi as-sala, na asilipe swala anapokuwa kwenye hedhi, haswali wala hafungi? Kwa nini anaambiwa alipe saum na asilipe swala? Faqalat, akasema Aisha radhiallahu anha, aharuriyatun anti, je, wewe ni mwanamke anayetoka Harura? Harura hii ilikuwa ni sehemu ambayo walikuwa wanakaa makhawarij, yani watu wenye itikadi za ghulu katika dini ambao wanawakufurisha Waislamu, wanaitwa makhawarij. Qultu, anasema Muadha, nikasema, lastu biharuriyatin, mimi sio mtu wa Harura na wala sina itikadi hizo za makhawarij, walakini as'al, lakini mimi nauliza tu. Qalat, kasema Aisha, kana yusibuna dhalik, yalikuwa yanatupata sisi hayo, fanu'maru biqada'i as-siyam, hivyo tukawa tunaamrishwa kulipa funga, wala nu'maru biqada'i as-sala, na wala hatukuamrishwa kulipa swala. Hadithi hii ya mama Aisha radhiallahu anha inaonyesha kwamba mwanamke mwenye hedhi au nifas haruhusiwi kufunga, atakula na atalipa masiku hayo baada ya Ramadhan. Lakini huu mlango na masala ambayo tunapaswa kuyafahamu. Masala ya kwanza, itakapoonekana hedhi katika wakati ambao mwanamke alikuwa katika saum, amefunga, walau qabla al-ghurubi bilahdhatin, na lau hata kama itakuwa ni kabla ya kuzama jua kwa muda mchache sana, akaona damu ya hedhi au akaingia kwenye damu ya nifas, batala saumu yaumiha, funga ya siku hiyo itakuwa imeharibika, walazimaha qada'uhu, na atalazimika kulipa siku hiyo, atalazimika kulipa siku hiyo ambayo alipata na hedhi katikati ya saumu. Masala ya pili katika mlango huu, idha taharat min alhaidhi fi athna'i nahar Ramadhan, atakapotoharika mwanamke kutoka katika hedhi au nifas katikati ya mchana wa Ramadhan, lam yasihha sawmuha baqiyat al-yawm, basi haitosihi kufunga kwake muda uliobakia wa siku hiyo, kwa sababu funga haianzi katikati ya mchana, inaanza mwanzo wa siku ambayo inakuwa ni kuanzia pale inapoingia alfajiri mpaka kuzama kwa jua. Masala ya tatu, idha taharat fi al-layli fi Ramadhan, mwanamke anapotoharika usiku katika mwezi wa Ramadhan, walau qabla al-fajri bilahdhatin, na lau hata kama itakuwa kabla alfajiri kwa muda mchache, wajaba alaiha as-sawmu, atawajibika kufunga siku hiyo. Ametoharika mathalan dakika 5 kabla ya kuingia alfajiri, alipoamka kujikagua kuna kule akajiona kwamba ametoharika, ameona ishara ya kutoharika, basi atalazimika kufunga siku hiyo. Kwa nini? Kwa sababu ataingia katika wale ambao wanawajibika kufunga na hakuna kizuizi ambacho kitamzuia kufunga, hivyo atafunga hata kama itatokea akajitoharisha baada ya kuingia alfajiri, atafunga siku hiyo. Mfano wake ni kama vile mtu mwenye janaba ambaye amepatwa au imeingia alfajiri ili hali ana janaba, mtu huyu anawajibika kisheria kufunga atafunga hata kama ataoga hiyo janaba baada ya kuingia alfajir. Masala ya 4, khuruju dami al-istihadhati min al-mar'ati la yu'athir, kutoka damu ya istihadha kwa mwanamke, jambo hili haliathiri saumu yake. Damu ya istihadha ni damu ya ugonjwa ambayo hii inakuwa sio hedhi wala sio nifas. Kuna baadhi ya wanawake, Allah wape shifa, wanakuwa na shida hii kwamba yeye anatokwa damu sehemu zake za siri katika hali isiyokuwa ya kawaida na katika hali isiyo katika, lakini namna kuitambua damu hii inakuwa haifanani na damu ya hedhi katika rangi na katika harufu. Na baadhi ya ulama wakasema damu ya hedhi inapotoka zaidi ya siku 15 mfululizo, basi hiyo inakuwa ni damu ya ugonjwa, au ikitoka chini ya masaa 24,
imetoka masaa 2 matatu ikawa imekatika ikaisha kabisa, hiyo ni damu ya ugonjwa ambayo haitokuzuia kuswali wala haitokuzuia kufunga. Idhan mwanamke mwenye shida hii ataendelea kufunga kama kawaida, kama ambavyo ataendelea kuswali, na vile vile damu hii haimzuilii kufanya tawafu kama uko katika ibada ya haji. Miongoni mwa damu ambazo zinaingia katika hukumu hii kuwa ni damu ya ugonjwa ni damu inayomtoka mwanamke aliyeharibikia ujauzito ambao uko chini ya siku 81 kama walivyobainisha fuqaha. Idha asqatat almar'atu hamlaha, mwanamke inapoharibika mimba yake, fa in kana aljanin qad tabayyana fihi khalqu insan, kiwa kile kijusi kitakuwa kimebainika ndani yake kuwa na umbile la mwanadamu, wa huwa ma tamma lahu 81 yawman fa akthar, anasema nayo ni ile ambayo imetimiza umri wa siku 81 na kuendelea, fa innaha tu'tabaru nufasa. Mwanamke akiharibikiwa na mimba yenye umri huu, yani kuanzia siku 81 kwenda juu, huyu atahesabika kuwa na nifas, hivyo tuftir wa taqdi, atakula na atakuja kulipa siku hizo. Lakini ikiwa hiyo mimba au ujauzito uliodondoka haujabainika ndani yake kuwa na umbile la kibinadamu, hicho kilichotoka, hicho kijusi kilichotoka hakina umbile la kibinadamu, ni mapande tu ya nyama na damu, ambapo aghlabia inakuwa ni mimba ambayo haijatimiza au haijavuka siku 81, fa innaha la tu'tabaru nufasa. Wakati huu mwanamke huyo hatohesabika kuwa na nifas, wajibu alaiha siyam, bali ni wajibu juu yake kufunga, kwa sababu hukumu ya damu hiyo inahesabika kuwa ni damu ya ugonjwa, inahesabika kuwa ni damu ya ugonjwa ambayo haimzuii kuswali wala haimzuii kufunga. Allahumma, labda itokee kwamba anaumwa, labda itokee anaumwa kwa sababu ya udhaifu wa kuondoka mimba, basi hatofunga kwa sababu ya ugonjwa, lakini sio kwa sababu ya nifasi. Hiyo damu hii ambayo itakuwa inamtoka baada ya kudondoka mimba ya chini ya siku 81, hiyo sio nifasi, hivyo ataendelea kuswali pamoja na damu zake hivyo hivyo, na akiwa na nguvu za kufunga pia atafunga saum ya Ramadhan kama kawaida. Naam, kwa leo tuishie hapa. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi